Mtukufu, ni kwa nini unakuwa mwema sana kwangu? Ni kwa sababu ya maumivu. Kila muda ninapokuona moyo wangu unahisi maumivu. Kwanza tunatakiwa kuikimbia mvua, hivyo unatakiwa kuwa na subira kwa muda kidogo. Wakati Grand Prince Amiongo anataka kuchanganya miguu, anashangaa kumwona mtu akitokea mbele yao, naye hakuwa mwingine, ni Haram. Akasema, nisamee mtukufu, huyo mwanamke uliyembeba mgongoni tayari amekwisha nipa ahadi mimi. Chonkia akasema, mtukufu, naomba muda kidogo. Grand Prince hakuwa na namna, ikabidi tu kumshusha. Wakati anataka kusogea mbele, Grand Prince akamzuia, akamwambia, subiri. Ni ahadi gani? Wewe ndiye uliyemfanya mchoraji Chonki kupigwa mvua, si ndio? Niambie, wewe Haram ndiye umefanya hivi? Haram akasema, sikujua kama mvua ilikuwa ikinyesha na sikujua kama alikuwa akitembea katika mvua. Hukujua? Umemfanya ametembea katika mvua alafu unasema hukujua? Inawezekanaje? Mimi leo tutaonana baadaye. Chonki, twende. Subiri mtukufu. Grand Prince ndani ya moyo wake anasema, ina maana unioni? Chonki alichokifanya, akaamua kutoa kile kitambaa alichopewa na Grand Prince Amiongo na kumwambia, naomba unisamee. Kinyonge sana Prince wa watu akachukua kitambaa chake, lakini inaonekana jambo hili ni kama halikumfurahisha. Wakati huo wakaja Gopiri akiita Grand Prince Amiongo, nimekuwa nikikutafuta kokote sikuoni, tunatakiwa kuondoka. Alipoangalia nyuso zao watu akaona kama hazina furaha, akaamua kukaa zake pembeni. Grand Prince akasema, mimi narudi Maijukioni. Chonki akasema, sawa mtukufu. Kisha Grand Prince akaondoka zake. Chonki akamfuata Haram na kumwambia tuondoke. Grand Prince kufika mbele, anageuka nyuma kuangalia, haamini kama binti anamwacha na kuondoka na Haram. Kwa kujiongeza haraka haraka, inaonekana tayari mtoto wa kifarume ameanza kumpenda mchoraji. Ni kipi kimekufanya uje kunitafuta mimi kwenye mvua? Haram akasema, miaka 19 iliyopita kuna siku tuliwekeana ahadi. Hiyo siku nilipoteza uwezo wangu wa kuona, na ndio ilikuwa gharama kwa ajili ya kuleta mvua katika nchi hii. Kwa hiyo nisingeweza kuja kuonana na wewe, angali siwezi kuona, na hata ningekutana na wewe, ni kitu gani ningeweza kufanya? Na tangu hiyo siku nimekuwa nikikaa mwenyewe. Pia nilimpoteza baba na mama kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tangu hapo nikaamua kujitenga na dunia na kuishi kama unavyoniona mpaka nilipokutana na wewe ambaye unanikumbuka. Licha ya hayo, nimekuwa nikikumisi, nimekuwa nikikukumbuka tena sana, lakini siwezi kuwa na wewe upande wangu, na kama nikiendelea kubaki upande wako inamaanisha nitakuwa nataka kuwa yule Haram wa zamani, kwa sababu nitabaki kuyakumbuka yale yangu yaliyopita, kwa ambaye nilikuahidi kuwa tutaenda wote kuchuma matunda, na kwa sasa siwezi kuendelea kuishi hivyo. Kwa hiyo nakuomba uendelee kuishi kama haunijui mimi, nakuomba. Kwa Cheonkio ilimpiga usoni, lakini akasema kuwa kuna wakati nilikuwa nikikosa imani na kuwa na uoga wa maisha, na kila muda nimekuwa nikikumbuka kile ambacho leo kukisema kwangu siku moja. Usijilaumu, sikujua, lakini sio makosa yako. Upofu wako pamoja na kifo cha baba yako na kila kitu kilichotokea katika familia yako, vyote viko nje ya uwezo wa binadamu Haram, na ndio inavyokuwa kila baada ya muda fulani, kama wewe ulivyofanya leo. Hebu niambie ukweli kwa unavyojisikia. Lakini mimi nauliza tu. Basi mimi natakiwa kuondoka. Haram akaachwa hapa akiwa mchanganyikeni, walete kati, hajui hili wala lile. Msongo wa mawazo juu ya mapenzi upo ndani yake. Anaishia kubaki akimtazama binti wakati huo akiwa anaondoka. Ndani ya nafsi yake anasema, nisubiri mpaka pale nitakapokuja. Karibu kuitazama episodi ya 8 ya Basha yetu safi itoyo Lovers of the Red Sky, na mimi ni msemaji wako Alchemy Kestana. Tunarudi moja kwa moja katika jumba la kifarume, na hapa mfalme alikuwa akisoma ile barua aliyotumiwa na yule askari mkuu wa kifarume, na barua hiyo inasema Grand Prince Juyang anajua kuwa mpango wa kumtia shetani muhuri hakukamilika ile siku wakati wa ibada ya mvua, na inaonekana amekuwa akimtafuta shetani tangu hiyo siku. Mtukufu, ni lazima umzuie Grand Prince Juyang, na kama utakuwa umepokea barua hii ya siri, hatari itakuwa tayari imeshanikuta. Mfalme akaamua kuandika barua mbili, ambayo barua moja ilikuwa ni kwa ajili ya Grand Prince Amiongo na nyingine ni kwa ajili ya Grand Prince Juyang, na akaweka muhuri kabisa kudhihirisha kuwa barua hizi zimetoka kwake, na inaonekana hata hali yake ya kiafya sio nzuri hata kidogo. Anakumbuka ile siku wakati wanamtia muhuri shetani alimwambia kuwa sogea karibu yangu kwa sababu huwezi kunikimbia. Mfalme akasema hakuna muda uliobaki, ni lazima nilimalize hili kabla sijadondoshwa. Kisha akamuita mtumishi mmoja na kumwambia barua moja ende kwa Grand Prince Amiongo na barua nyingine ende kwa Grand Prince Juyang. Baada ya hapo mfalme akaja kuonana na Han, akamwambia ni lazima tuweze kurudisha ule mchoro wa kifarume na ninakupa mwezi mmoja tu. Mchoro huo umekamilika kupitia mchoraji mwenye nguvu za kimiungu. Hani akasema, mtukufu, muda huo uliotoa ni mfupi sana na haiwezekani kwa mchoraji kumaliza ndani ya muda huo. Mfalme akasema ni lazima iwezekane kwa sababu hakuna muda uliobaki. Kwa Grand Prince Amiongo, moja haikai, mbili haikai. Hakutegemea binti kama Chonki angeweza kumchomolea wakati ule baada ya Haram kutokea pale. Akasema nimetokea kukupenda, huku anaendelea kukumbuka yale matukio yaliyotokea wakati ule wa mvua ikiwa inanyesha.
Ngopiri akamwambia kuwa kuna mtu amekuja hapa kutoka katika jumba la kifalme. Baada ya kutoka nje, akakuta ni ule ujumbe uliotoka kwa mfalme. Akauliza kama kuna chochote alichokisema mfalme. Akaambiwa kuwa mfalme amesema uende moja kwa moja katika ofisi ya wachoraji na ukutane na Mr. Han. Akasema sawa, nitafanya hivyo. Grand Prince akiwa anapata zake maji ya kuoga, anakumbuka yale matukio yaliyopita. Kuanzia katika kumshawishi Grand Prince Amionga aungane naye mpaka wakati ule Ongeoni alipoingia pale manjukioni. Wakati anatoka kwenye maji, akaanza kupata maumivu katika lile jeraha lake. Akasema shetani lazima nikutafute kwa gharama yoyote ile. Baada ya hapo akaja kuonana na Shaman. Akamuuliza unamkumbuka mchoraji aitwaye Ongeoni ambaye alikuwa ni mchoraji kutoka katika ofisi ya wachoraji na ndiye aliyechora mchoro wa kifalme. Shaman akasema namkumbuka. Huyo ndiye aliyechora mchoro wa kifalme wa kumtia muhuri shetani. Je, unajua kuwa mshindi wa kwanza wa shindano la Manjukioni ambaye ni Chionki kuwa ni mtoto wa Ongeoni? Unasema? Shaman akakumbuka kwa mara ya kwanza alipokutana na Chionki ni wakati ule wanamchukua Aram kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya mvua. Sasa swali analojiuliza, inawezekanaje kuwa Chionki amepata uwezo wa kuona halafu mtoto wa Seongjin ambaye ni Aram akapoteza uwezo wa kuona? Akasema kama Chionki kweli ni mtoto wa Ongeoni, lazima atakuwa na nguvu za kimiungu ndani yake kama baba yake alivyokuwa, na lazima ataweza kuchora tena ule mchoro wa kifalme kwa ajili ya kumtia muhuri shetani. Kwa hiyo ni lazima uweze kufanya kitu ambacho kitamfanya shetani ajidhihirishe katika mwili wa Aram. Ndio, ni lazima tufanye hivyo kabla mfalme hajajua. Tunatakiwa kupata damu ya Aram. Damu, tuma ujumbe kwa Aram na umwambie kuwa nataka kukutana naye usiku wa leo. Shaman akasema mimi nitaenda kwa sababu kuna jambo natakiwa niliwekea umakini. Baada ya kufika, akachukua karatasi kimoja akakifanyia ibada kisha akakirusha pale mlangoni. Manso alipotoka nje kuangalia ni nani, akapewa barua na kuambiwa mfikishie Aram kwa sababu Grand Prince Joyoung anataka kukutana naye. Moyang akaja kwa Aram na kumwambia Grand Prince Joyoung anataka kukutana na wewe usiku wa leo. Sawa, unaweza kwenda. Lakini kabla hajaondoka akaambiwa kuna hii hapa ni kwa ajili yako. Alipotaka kuigusa akapigwa shoti. Akauliza ni nini hiyo? Akaambiwa ni mchoro wa chui. Akabaki anajiuliza kuna uhusiano gani kati ya kumtia muhuri shetani na ile siku wakati wa ibada ya mvua. Barua ilitoka kwa mfalme ikamfikia Grand Prince Joyoung. Barua yenyewe ikawa inasema kiuhalisia kuna nyota ambazo zinang'aa katika anga na moja kati ya nyota hizo ni ya mchoraji. Kwa hiyo natakiwa kuzifurahia nyota hizo na wewe utakuwa salama. Nimeipokea barua hii. Mnaweza kwenda. Sawa mtukufu, sisi tunaondoka. Baba, nitahakikisha hili linakaa ndani ya akili. Kwa hiyo hakikisha sioni anguko lako. Chionki bado yuko busy anaendelea na kazi zake za uchoraji. Anakumbuka yale maneno aliyoambiwa na Aram kuwa amemmisi. Tena amemmisi sana tu. Ila ni vile hawezi kuwa naye kwa wakati huu. Chionki akasema wanaume ni watu ambao wanashangaza sana. Lakini hainihusu. Akiwa na ili wala lile, Grand Prince Amionga akawa amekuja. Akatoa kiboksi na kumpa akamwambia, "Hii ndio ile dawa ya Cheongismon uliyokuwa ukiitaka." Mtukufu, lakini siwezi kuichukua. Ni ngumu kupata maelfu ya vipande vya dhahabu na ilikuwa ni ahadi iliyotoka kwa prince wa taifa hili. Naomba unisamee mtukufu, kwa sababu ile siku sikuweza kukaa vyema na wewe. Lakini nimeandaa kitu kwa ajili yako mtukufu, kwa sababu hakuna kitu cha bure katika dunia hii. Wewe sema ni kitu gani unataka, lakini nimefanya kwa bidii kwa ajili yako. Au hutaki kujua chochote kuhusiana nacho? Umaskini sio dhambi, kwa hiyo usione aibu. Mimi niko sawa, nimechora kitu kwa ajili yako mtukufu. Mchoro? Kwa hiyo malipo ya Cheongismon ilikuwa ni kwa ajili ya mchoro? Umaskini sio dhambi, kwa hiyo naweza kuuza na kununua dawa kwa ajili ya baba yangu. Unadhubutuje kufanya hivyo? Sawa, umesema umechora kwa ajili yangu, kwa hiyo natamani kuona. Baada ya Grand Prince Amiongo kupelekwa ndani, akazidi kupagawa kwa jinsi uchoraji wa Chionki ulivyo wa kushangaza, na ni jambo lisilo la kawaida kupata mchoraji mwenye uwezo wa design hii. Lakini kuna kitu nataka kukuuliza. Ile siku ni kitu gani kiliendelea? Chionki akakaa kimya kwa sababu alikosa hata kitu cha kusema. Basi sawa, hata ukimya nijibu pia. Akasimama na kusema, mchoro unaonekana vizuri, kwa hiyo kesho asubuhi nitakuja kuuchukua. Mtukufu, ni kitu gani ambacho unataka kukisikia kutoka kwangu? Aram alinizuia mimi ile siku wakati mvua inanyesha. Au unataka kusema ujue ni kipi ninachokimaanisha? Au unashindwa kuwa mwema kwangu kwa sababu ya Aram? Kweli wewe ni mbaya katika kuficha hisia zako. Mimi naondoka. Baada ya hapo, akaja katika chumba alichojiraza Hongeoni. Akaweka hichi kiboksi pembeni yake na kusema, "Baba, hii ni Cheongismon. Chukua uzitumie na muda sio mrefu utakuwa sawa. Grand Prince Joyoung, Aram yuko hapa. Mruhusu aingie." Shaman akasema, "Nimefurahi kukutana na wewe. Nimesikia mfalme amekupa nafasi ya upendeleo. Mimi ni Misu, mganga mkuu wa kifalme." Aram akasema, "Na mimi naijua hii sauti. Kwa hiyo nimefurahi kukutana na wewe." Ndani ya nafsi yake akasema, "Kumbe wewe ndiye Misu." Na Shaman anasema, "Naona umemfanana sana Seongjin. Naomba nikuwekee kinywaji."
Kwa hiyo nyewe wawili mmekutana kabla? Shamani akasema ndio, wakati ule ambao nilikuwa mganga mkuu wa kifalme, na mimi ndiye niliongoza ibada ya mvua siku ambayo ulipoteza uwezo wako wa kuona. Je, unalikumbuka hilo? Nisamee, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa bado mdogo sana, kwa hiyo ni ngumu kukumbuka. Ndani ya nafsi yake anasema, nawezaje kusahau kitu kama hicho mlichonifanyia? Nikikumbuka hiyo siku nahisi inakuwa ni kama jana, kwa mara ya kwanza ulipoweka unyeyo wako ndani ya Gwangyang pamoja wewe na baba yako ambaye ni Seongjin, mpaka wakati ule ulipozama ndani ya maji, ibada ya mvua ikiwa inaendelea, ukarudi tena katika uzima. Lakini mpaka leo bado najiuliza ni roho gani iliingia ndani ya mwili wako. Grand Prince akasema hakuna jibu. Lakini je, unajua ni roho gani ambayo iko ndani yako Haram? Nisamee mtukufu, lakini hata mimi sijui kinachoendelea. Kama ukinijibu hivyo, inamaanisha kwamba mimi ni mjinga kukualika wewe. Baada ya hiyo siku, nilipoteza uwezo wa kuona na baadhi ya sehemu ya kumbukumbu zangu ilipotea. Kwa hiyo jibu langu litakuwa ni lile lile hata ukiniuliza zaidi ya mara 3. Nawezaje kukuamini? Nimesoma siri za ulimwengu, lakini kwa nini niweze kukudanganya mtukufu? Anionge akasema, mtukufu, nina wasiwasi kuwa mfalme anaweza akaja kutukusanya sisi sote ikiwa Haram atapoteza tena kumbukumbu. Grand Prince akasema ndio, wakati uko ndani ya mlima wa Iniwang. Ndio mtukufu, lakini kuna wakati kumbukumbu zinagawanyika. Shamani akauliza, ni wakati gani ambao ulianza kupoteza kumbukumbu? Haram akasema, ni kuanzia wakati ule baba yangu alipofariki hata nilipoenda ndani ya mlima wa Iniwang. Wakati akiendelea kuwaelezea huku anaunganisha matukio ya mara ya kwanza alipokutana na Cheonki. Sasa kichwani kwake anajiuliza, ni kwa nini haya mambo yanatokea kila anapokutana na Cheonki? Unakumbuka nini? Sikumbuki chochote mtukufu. Ma Wang. Unamjua Ma Wang? Sasa kila utakaposikia anatajwa Ma Wang, usishtuke. Hilo ni jina lake na shetani, lakini alijapewa kipaumbele. Kwa hiyo inakuwa ni vyema zaidi tukitaja shetani kwa sababu inakuwa rahisi kuelewa. Ma Wang? Hapana, sifahamu chochote kumhusu Ma Wang na sijawahi kusikia popote. Lakini Ma Wang ni nani? Anionge akasema, lazima Grand Prince awe na mashaka na wewe kila unapopoteza kumbukumbu mara kwa mara. Lakini nimesikia una uwezo mzuri sana wa kupiga gitaa. Hapa Anionge katumia njia hii ili watu waache kuulizana maswali. Unataka kujua Ma Wang ni nani? Ndio, nataka kujua. Grand Prince Joyang akasimama na kuchukua upanga kisha akauchomoa na kumwekea shingoni. Anionge na Shaman wanashangaa hii kitu ni vipi? Mbona kama imekuwa na usiriasi sana? Grand Prince Joyang akasema, macho yako ni ajabu sana. Unamaanisha nini mtukufu? Inaonekana una uwezo mzuri sana wa kutumia upanga huu wa kiroho wa chui. Wenyewe wanaoita spiritual tiger sword. Sasa wakati Grand Prince akiutoa upanga ule akamkata kidogo tu shingoni na Shaman akawahi kuja kukinga damu ile. Sasa kama unakumbuka vizuri hapo nyuma, Shaman alisema inatakiwa damu ya Haram ili kuweza kukamilisha mpango wao wanaohitaji kuufanya. Grand Prince akasema muda sio mrefu utaweza kujua kuhusu Ma Wang. Na hii ndio itafidishia viroba 300 vya mchele ulivyokuwa ukitaka kunipa mimi. Wakati akiondoka, Ma Wang akatokea. Kutazama katika shingo ya Haram akagundua kuwa ameumia. Haram akasema mtafute Ma Wang, yani yule shetani. Bila kujua shetani yule anasema atafutwe ndio yupo ndani ya mwili wake. Cheonki, tangu ulipojiunga katika ofisi ya wachoraji, unatakiwa uhakikishe unaishi kwa ajili ya baba yako. Headmaster yuko wapi? Alisema hawezi kuja tena hapa kwa sababu tayari ameshakuaga. Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini bado sawa, sisi tunaondoka. Haya, kweni makini mnapokuwa njiani. Kwaherini, lakini mnaweza mkarudi nyumbani ikiwa mambo yatakuwa magumu. Msisubiri kuzidiwa, mnatakiwa mrudi nyumbani. Pia hakikisha unakuwa na heshima kwa viongozi wako utakaokuta ndani ya ofisi ya wachoraji. Sawa, nitafanya hivyo. Kwa mara ya kwanza wanaingia ndani kabisa katika jumba la kifalme. Chayange anasema hatupaswi kuonyesha heshima watu ambao wako chini yetu. Mpaka hapo imeshaonyesha kwamba hata mwamba hajazingatia yale aliyoambiwa na mwalimu wake. Karibuni, tumekutana tena. Wewe ni Usi ndiye Sim Satigati? Ndio ni yeye. Lakini mwezekanaje mtu mwenye nguvu za kichawi ukaja kufanya kazi ndani ya ofisi ya wachoraji? Nilichoka kukaa mwenyewe huko mapolini, kwa hiyo nikaona ni vyema tu nije nikae hata huko. Ikumbuko huyu ni yule mchoraji wa mizuka na tayari yuko kwenye mpango wa Grand Prince Jiang pamoja na Shaman. Haya, nyote kaeni sawa. Leo naenda kuwatambulisha wachoraji wapya. Hawa wachoraji wamekubalika kujiunga ndani ya ofisi ya uchoraji. Na hii ni amri maalum iliyotoka kwa mfalme kwa sababu waliweza kushinda katika kusanyiko la Maijukioni. Alafu na nyie, wiki hii mtakuwa busy sana kutengeneza vibao vya kukunja vyenye michoro ya maua. Na wiki ya pili, nyote mnatakiwa kuchora picha ya tausi kwa ajili ya mtukufu. Na ndani ya mwezi mmoja tutakuwa na maadhimisho ya miaka 70 ya Kunidawaga. Hivyo kazi ya ofisi ya uchoraji ni muhimu sana. Baada ya maelekezo hayo, wakaitwa katika chumba ambacho kinatumika kuhifadhia vitu vya kuchorea. Kila mtu anashangaa kwa sababu vifaa vipo vingi sana, yani vifaa ni vya kutosha. Kwa hiyo hapo hakuna visingizio vya hakuna penseli wala hakuna karatasi. Kwa ambao ni wataalamu wa uchoraji wanaelewa hii situation. Huko pembeni Cheonki akasikia kuna watu wanasema, kuna uvumi unasikika kuwa yule mwanamke aliyemfanya Haram kuwa mjinga amejiunga katika ofisi ya wachoraji. Mwingine akauliza kuwa unamaanisha yule mwanamke aliyekuwa akimtongoza
kumchunguza Grand Prince Yamyong kwa muonekano wake ndio amejiunga katika ofisi ya uchoraji. Omba mmoja akasema kama kila aliyepo hapa amekubalika kutokana na muonekano wake, basi wewe Okie ndo ungekuwa wa kwanza. Grand Prince Yamyong akaja kuonana na Haram. Akamwambia kuna kitu nataka nikuulize. Hivi kuna mahusiano gani kati yako wewe na mchoraji Cheonki? Haram akasema Cheonki ndo mtu pekee aliweza kusaidia maisha yangu katika nyumba ya wachoraji. Nina mashaka kati yenu nyie wawili mtakuwa mnajuana tangu kabla. Ndio, tunafahamiana tangu muda mrefu, lakini nataka nikuulize kitu kabla sija kujibu. Kwa nini unatamani kujua sana uhusiano wangu kati yangu mimi na Cheonki? Hausipaswi kuwa na hisia naye. Una uhakika na kitu unachokiongea? Kama unachoongea unamaanisha kutoka moyoni, basi hata siku moja usije ukamwacha tena mchoraji Cheonki akatembea mwenyewe kwenye mvua. Wakati Grand Prince akiondoka, Haram akamwambia subiri. Kwa ukuu wako, swali kama hilo alifai kuulizwa na mtu kama wewe, ambaye unapaswa kudumisha heshima ya kifalme pamoja na majukumu yake. Sawa, ushauri wako nitauweka akilini na kuufanyia kazi. Kisha akaondoka zake, lakini akiwa anaondoka moyoni mwake anasema kuwa kuanzia sasa atafanya kila kitu anachokiweza kwa kutumia nguvu zake ili aweze kuja kumiliki moyo wa mchoraji Cheonki. Nisamee mtukufu, siwezi kumwacha Cheonki aondoke kizembe kiasi hicho. Cheonki akaitwa katika ofisi ya wachoraji. Hani akamwambia kuwa mimi na baba yako tulikuwa marafiki wa karibu sana katika ofisi ya wachoraji, lakini hilo tutalizungumzia wakati mwingine. Sababu iliyonifanya mimi nikuite hapa, kuna kitu cha muhimu nataka nikwambie. Kuanzia sasa utaendelea na majukumu yako ya kawaida ambayo unatakiwa kuyafanya ndani ya ofisi ya wachoraji. Lakini majira ya usiku kuna jambo tutatakiwa kulifanya. Kwa sasa bado halijawa rasmi, lakini itakuwa ni tofauti na uchoraji wako uliozoea kufanya kila siku. Sawa mtukufu. Kwa sasa nenda uendelee na kazi zako na msimamizi mkuu wa kazi atakuelekeza cha kufanya. Halafu mida ya mbwa mimi na wewe tutakutana maeneo ya Gyeonggi-jeoni. Cheonki akiwa katika pitapita zake akajikuta ameingia chumba kimoja. Kuangalia vizuri akamkuta ni Haram. Akamuuliza wewe unafanya nini hapa? Haram akasema mimi ndo napaswa nikuulize wewe unafanya nini hapa? Nilikuwa nikielekea katika ofisi ya wachoraji. Nimepewa kazi ya kurejesha mchoro wa ramani na nimekuja hapa kwa ruksa maalum. Haram akamwambia kama ni kuchora ramani chumba chenye kiko kule. Nimekumbuka wewe ulisema unafanya kazi ndani ya Seomungwani. Ndio, na hapa ndio Seomungwani. Cheonki akasema sawa, mimi naenda. Sasa wakati anatoka, Haram akamwahi na kumshika mkono. Kwa nini umenishika? Haram akasema nilikuwa nikitamani kukushika wakati ule wa majira ya baridi. Halafu mimi niko vizuri sana kwenye masuala ya kupima mapigo ya moyo. Akamshika binti na kuanza kumsikilizia. Akasema inaonekana mapigo yako ya moyo muda wote yanakuwa kasi. Hapana, hamna kitu. Mimi naenda kurejesha mchoro wa ramani ambao nimepewa kazi ya kuchora. Haram akasema mimi nitakupeleka. Kwanza akamleta katika chumba hichi na kumwambia hii ndio ofisi yangu na hauruhusiwi kuingia humu ndani bila ruksa yangu. Hata hivyo na mimi siwezi kuingia bila ruksa yako. Lakini huu ni mchoro gani? Hii ni ramani maalum ya anga na ndio mchoro unaogawa anga katika sehemu 12. Baada ya hapo akamleta sehemu hii hapa. Akamwambia huu ni mnara wa wasoma nyota ambao unatumika kutazama mwenendo mzima wa nyota. Yeye Cheonki yuko biza anashangaa nyota moja kubwa sana inayoonekana hapo juu. Haram akamwambia, "Unajua maana ya nyota hiyo kubwa?" Cheonki akasema, "Hapana, sijui." Haram akamwambia, "Hiyo ni nyota inayotumika kuangalia mambo mazuri na mabaya katika maisha. Na nyota hiyo inapewa na Samshin mara tu baada ya kuzaliwa." Basi hapo stori zikawa ni nyingi sana kati ya hawa wawili. Ni sababu gani iliyofanya mumpeleke Cheonki ndani ya Seomungwani? Hani akasema hii ni amri maalum kutoka kwa mfalme na ni kwa ajili ya mchakato wa kurudisha ile picha ya kifalme. Kwa hiyo ndio maana imetoka amri maalum ya kumtuma Cheonki ndani ya Seomungwani, kwa sababu hakuna mtu yeyote atakayeweza kumsumbua wakati akiwa anaifanya kazi hiyo. Lakini Grand Prince akauliza, ni ipi sababu ya msingi ya kurudisha mchoro huo wa kifalme? Hani akasema sijui, lakini inavyoonekana kadri siku zinavyozidi kwenda mfalme anazidi kuwa dhaifu. Kwa hiyo ni lazima tuweze kufanya hivyo haraka na upesi bila kuchelewa. Hii ndio story ya Seomungwani ambapo utaitumia kurejeshea michoro yako yote. Lakini nimesikia kuwa kuna mtu mwingine ambaye nitasaidizana naye. Kwa hiyo ningetamani kumuona akiwa hapa. Haram akasema mtu ambaye unatakiwa kusaidizana naye wakati unafanya hiyo kazi ni mimi. Nini? Kwa hiyo nayo yasema ni kweli? Haram akamwambia usijali, mimi nitakuwa sawa. Wakati wakiwa bado wanaendelea kuongea, ukasikia kengele kigonga. Cheonki akasema muda umeenda, inabidi niondoke. Wakati akiwa anatoka akasema samani, naomba unielekeze Gyeonggi-jeoni ilipo. Haram akamwambia usijali, nitakupeleka. Baada ya wawili hao kuondoka, akatokea Horyong nyuma yao. Akasema Samshin, unafanya kazi kwa bidii. Kisha akasimama na kuingia ndani kati ya michoro iliyoko mahali hapa. Wakati wakiwa wanatembea, wakamkutana Han. Akamuuliza Haram, unafanya nini hapa? Haram akasema, binti alisema hapajui Gyeonggi-jeoni, kwa ndo nilikuwa nikimpeleka. Han akasema sawa, nitaenda naye. Baada ya kuingia ndani, Han akamwambia hii ndio sehemu ambapo michoro ya kifalme inatunzwa. Kuanzia kwa mfalme Gojo, Gwangjo, Haejo pamoja na wafalme wengine. Michoro ya hao wote inakuja kuletwa hapa Gyeonggi-jeoni. Cheonki kwa uoga akauliza, ni kwa nini umenileta hapa? Han akauliza, unajua ni mchoro gani wa mwisho ambao baba yako aliuchora? Ulikuwa ni mchoro wa kifalme. Han akasema ndio, na mchoro ambao utakuwa ukiuchora usiku utakuwa ni mchoro wa kifalme, kwa sababu katika ofisi nzima ya wachoraji mtu ambaye ana kipaji pekee cha kuchora picha hiyo ya kifalme ni wewe. Lakini mimi sijui kuchora mchoro kama huu kabla. Han akamwambia Cheonki,
unaweza kufanya hivyo kama baba yako ambavyo aliweza kufanya. Chongqing akauliza kama hapa kuna mchoro wote wa kifalme ambao aliwahi kuchora baba yake. Moja kwa moja Han akamleta ndani ya chumba ambacho mchoro wa mwisho wa kifalme uliungua. Chongqing akaogopa sana baada ya kuona mchoro ule. Han akamwambia kuwa mchoro huu una zaidi ya miaka 19 tangu ulipoungua hapa ndani ya Gyeongjeon. Pia mchoro huu ulikuwa ni mfalme Yeongjo na aliyeweza kuuchora alikuwa ni baba yako kabla haujaungua. Kwa hiyo huu ndo mchoro wa kifalme ambao wewe ndo unapaswa kuuchora na ni lazima ufanye hivyo haraka sana. Sasa Chongqing anapojaribu kutazama mchoro huo ni kama kuna mauzauza anayaona mbele yake. Anaona kama picha inawaka moto, inazima, inawaka, inazima. Mwisho akaliona lile tukio la kumfunga shetani, kitu ambacho kilimfanya yeye haogope zaidi. Hani akaamua kumchukua na kumleta ndani ya ofisi yake. Chongqing bado haamini. Anauliza kama ule ndo mchoro ambao unapaswa kuchorwa. Na je, kama mchoro ni huo, inawezekanaje kuchora mchoro ambao umeungua na mhusika hayupo? Akaambia utaweza kuchora mchoro huo mfalme Yeongjo baada ya kuona sura yake kupitia Chusa, ambaye huyo ni mtu atakayekuwa akikupa maelezo na wewe utakuwa ukimsikiliza ili kuweza kupata sura kamili ya mfalme. Kwa wachoraji wengi wa kifalme imekuwa ni ngumu sana kukopi mchoro ule na kuchora kama unavyotakiwa kuchorwa. Baada ya hapo akamleta katika chumba na kumwambia hii ndio sehemu ambapo utakuwa ukifanya kazi hiyo ya kuchora mchoro huo wa kifalme. Chongqing akafurahi sana kuona sehemu anayoenda kufanyia kazi inavutia. Isitoshe kuna vifaa vingi vya kisasa ambavyo ataweza kuvitumia kufanyia kazi hiyo. Lakini jambo la kushangaza, anashangaa kumwona Grand Prince ya Miongo yuko humu ndani. Akamuuliza Ani, huyu mtu anafanya nini humu ndani? Grand Prince akamuuliza kwani ukuambia kuwa kuna mtu atakuwa akikupa maelekezo ya sura kamili ya mfalme Yeongjo? Chongqing akamuuliza kweli wewe utaweza kukumbuka kila kitu kumuhusu? Grand Prince akasema naamini unaweza kufanya vizuri hata kama nitakupa maelekezo ambayo sio sahihi. Hani akamwambia kuwa utafanyia kazi hapa ndani ya siku 2 au 3 kwa ajili ya kuchora mchoro wa kifalme ambao ni kopi. Kila kitu ambacho kitahitajika kuanzia karatasi, wino pamoja na penseli, vyote utavipata ndani ya chumba hiki. Kwa hiyo siku wa leo ni mwanzo. Unaweza ukafanya hata majaribio kidogo ya kuvaa vazi hilo ambalo unaliona hapo mbele yako. Na ni lazima ujitahidi ili uweze kuchora mchoro huo kwa umakini. Baada ya maelezo hayo, Hani akaondoka. Akamwacha Chongqing pamoja na Grand Prince ya Miongo. Chongqing akauliza, kwa hiyo wewe utakuwepo hapa muda wote? Grand Prince akasema ndio, kwa sababu hakuna njia nyingine tofauti kwa sasa. Kwa hiyo tutakuwa wote pamoja kama usiku huu wa leo. Wakati Chongqing akijiandaa ili aanze kuchora, akagundua kuna kitu hakipo mkononi mwake. Akaanza kuangaika kutafuta huku na kule, angalia kama atakipata. Kumbukumbu zinakuja kumuingia, anagundua kuwa baada ya kushtuka wakati yuko katika kile chumba cha mchoro wa kifalme, aliweza kudondosha kitu hicho. Grand Prince akamuuliza nini shida? Chongqing akasema, nafikiri kuna kitu nitakuwa nimekiacha kule Gyeongjeon. Kwa hiyo nitarudi, ngoja kwanza nikakiangalie. Haram akaja katika hii sehemu yao ambao wanaitumia kusoma nyota. Akaambiwa na mtumishi mmoja kuwa kuna kitu kinaonekana kipo karibu na kundi la nyota. Haram ndani ya nafsi yake akasema hii inamaanisha kuwa kuna mtu wa muhimu yuko mahali anaweza kufa au yuko ndani ya hatari kubwa zaidi. Moja kwa moja Chongqing akaja mpaka sehemu hii ambapo kuna mchoro wa kifalme. Akasema mimi ni mchoraji, nilikuwa hapa na Han. Kuna kitu nimesahau nahitaji kukichukua huko ndani. Akaambiwa huwezi kuingia huko ndani bila ruksa maalum. Muda huo na Haram akawa amefika. Akamuuliza Chongqing vipi? Kila kitu kiko sawa? Chongqing akasema ndio, lakini kuna kitu cha muhimu nimekisahau ndani ya Gyeongjeon. Haram akaomba askari hawa ili waweze kuingia ndani. Wakamwambia sawa, tutaruhusu kuingia, lakini mnatakiwa kufanya haraka ili mtoke nje. Haram akamuuliza umekuja kufanya nini hapa? Chongqing akasema nilikuja hapa na Han na alikuwa akinielekeza jinsi ya kuchora mchoro wa kifalme. Haram akawa ameshajua ni nini ambacho binti anazungumzia. Baada ya kufika hapa, Chongqing akasema naomba unisubiri hapa niende kakitafuta hicho kitu. Kisha akaingia hapo ndani. Naye Haram akashindwa kuvumilia, akaamua kuingia ndani. Ila baada ya tu kuingia akaanza kusikia sauti ikimwambia macho yangu, na inaongea hivyo ikiwa inasisitiza. Haram akatupa macho yake upande wa pili ambapo picha hiyo ya kifalme ilipo, lakini ni kama kuna mauzauza akawa anayaona. Huko Aniong yuko anampongeza Grand Prince Joyang, akamwambia hongera, ni kweli Mawang ndio yuko ndani ya mwili wa Haram. Grand Prince akauliza Shaman yuko wapi? Akamwambia yuko kwenye maandalizi ya kumuita Mawang, yani shetani. Grand Prince akasema wakati wangu umefika. Chongqing akafanikiwa kukipata kitu alichokuwa anakitafuta, lakini huku nyuma hali ya Haram ni mbaya. Tunaona ile alama ya kipepeo inaanza kufutika na kawaida yake maumivu ya kichwa yanaanza kumpanda kwa kasi. Chongqing akaamua kumchukua na kumpeleka nje, lakini bado Haram anapata maumivu makali sana ya kichwa. Sasa kitu ambacho ni cha kutisha zaidi, kuna vitu kama vikaanza kung'aa katika vifua vya askari hawa na mabadiliko yanayowakuta wanaonekana ni kama mazombi. Kwa Shaman akiwa katika mambo yake, kuna mabadiliko akaanza kuyaona. Akasema huenda ikawa ni kweli, muda huu Mawang huenda akawa anaanza kujidhihirisha, kwa hiyo ni lazima aweze kumpata kwa namna yoyote ile. Grand Prince ya Miongo naye kafika hapa, anamuuliza Chongqing kwa nini umekawia kiasi hicho. Wakati akisogea kuangalia, Haram akampiga panchi nzito sana Chongqing. Ina maana mpaka hapa tayari shetani ameshajidhihirisha katika mwili wa Haram. Kwa bahati nzuri akawa ameweza kumdaka binti. Kuangalia mbele yao, mwamba kaganda kama sanamu, halafu kuna moshi mweusi unamtoka ndani yake vibaya sana. Wote wakabaki wakishangaa, halafu inaonekana askari wale hamna chochote wanachoweza kukifanya. Pepo Haram
akaamka rasmi. Na huu ndo unakuwa mwisho wa episodi hii hapa ya 8. Tukutane episodi ya 9. Unahisi ni kitu gani ambacho kitatokea baada ya hapa? See you on the next episode. Bye bye.